So defend punch. Una go with a punch. Unarudi nayo ndani. Una bend na punch ili kuipunguzia nguvu. Unaipokea. Lakini punch yetu ukiikazia msuli, punch inakuingia na inakuumiza. Kwa unatakiwa ubend. Sasa chama cha CCM nadhani kimefika stage hakibendi tena na punch. Kina react na punch. Kwa hapo ndani kuna maumivu. Na nikifuatilia vyama vingi Afrika vilivyokufa, vilivyoita vikubwa, vimekufa vilivyoanza kureact na punch badala ya kubendi na punch. Kwa watu kama hao akina Gwajima nadhani wanakisaidia chama hicho kiendelee kubendi na punch. Sio umenipata? Sawa. Kiendelee kubendi na punch. Na kama ni mwanachama ana haki ya kuzungumza, si ni mwanachama? Sasa mtu ambaye ni mwanachama na sio kiongozi kwenye chama unamuogopa wa nini? Lakini nilisikia chombo kimoja cha habari cha wachambuzi wanadai wanasema vyama vya upinzani haviwezi kuwa na uvumilivu kiasi hicho kama CCM inavyofanya na Gwajima. Juzi kati hapa kwa mfano chama cha kwa mfano Chadema kumetokea kundi la G55 wakienda kinyume na wao wanasema yes no reform iwepo lakini election inatakiwa iwepo. Sasa wakaenda kinyume na falsafa ya chama. Kwa wakaonekana kama wametengwa. Kwa hiyo inamaanisha kwa Chadema kama chama cha upinzani hakina uvumilivu kama wa CCM. CCM angalau kuna watu wanachallengeana. Ushasema CCM ni chama kikubwa Afrika. Chadema ni chama kichanga. Kimekuwa na mwenyekiti mmoja tu. Na huyu ndio mwenyekiti wa pili. Huyu wa pili. CCM na wenye viti 6. Kweli man, chama kikubwa kile. Chama kikubwa. Sasa wewe unaonyesha chama kikubwa na chama kadogo. Ndio kanakuwa. Sasa hili dude lingetakiwa libendi na situation. Yani dude inatakiwa ibendi na situation. Sasa dude na lenyewe lina copy idea za vyama vidogo. Ya watoto. Chadema wakifanya hivyo, Chauma wakifanya hivyo is okay. Ni watoto. Hawana wenye viti 6. Sasa kuna mtu na wenye viti 6, sijui Nyerere, Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, Mama. 6. Ujilinganishe wewe na chama kina wenye viti 2 toka kianze, sijui 3. Tena kimeanza mwaka 92. Sasa hem turudi kwa hili chama kubwa. Kimeanza 77. Yaani ni mtu ameshazaa na ameingia menopause. Na wajukuu 77 wana wajukuu wanao. Kama wewe kuchangamka mapema kuchangamsha damu. Ana wajukuu hata vitukuu unaweza kukuta anavyo. Tegemea na wajukuu walivyochangamka. Kwa hiyo sasa that's a very big problem. Kuona bili kwa hoja kama za Gwajima CCM itakuwa ibend na situation. Gwajima anatakiwa ajibiwe na watu wenye uwezo. Si wale vijana wajinga wanakaa kwenye mic. Wale ni mafala tu. Yaani hawana hoja. Yaani ukiwasikiliza unaona hivi kama ndo vijana wanajenga chama. Hivi tuna chama kweli hapa? Wakiondoka wakina Mama Samia hapa tuna chama hapo mbele. Yaani walitakiwa tu wajiulize kama wao ndo vijana wetu hivi tuna chama hapa. Yaani ukiwa tuna akili timamu unajua hapa hamna chama. Hapa tuna watu wenye njaa ambao wamekusanyika sehemu moja, wanajua hapa wana uhakika wa fursa za kula. Na vijana wengi sasa hivi wanaingia CCM sio kwa sababu ya maslahi ya taifa, kwa maslahi yao binafsi. Wanataka kazi, wanataka miradi, wanataka wapewe assurance ya kula. Kwa hiyo mimi ukiniuliza kwa njia rahisi ni kwamba in future tutakuwa na watu wanaoweza kutuuza kama ndo wengi machawa. Kwa sababu sio tu machawa. Kwa sababu yani kama watu wengi wanaingia kwenye chama ili wapate uhakika wa mahitaji yao. Maana yake ni kwamba tukiwapeleka kwenye mission kubwa za kitaifa wana uwezo wa kutuuza. Zamani watu waliingia kwenye chama kwa sababu walikuwa wanataka kuhakikisha nchi yao inasonga mbele. Na walikuwa siku hizi watu wanaingia kwenye chama kwa sababu wanataka kuhakikisha wao ndio wanasonga mbele. Do you think wasanii wa nchi wanaenda CCM kwa sababu wanataka maslahi ya taifa? Kwamba wanakipenda chama? No, ni maslahi yao. Kwa sababu sanaa iwalipe at that point kwa kiwango kikubwa. Nyakati kama za uchaguzi wanavuna, that's why wanakuwa loyal. Kwa mialiko yote ya vyama.
hususan CCM ambacho kimejipambanua katika ukubwa wake na kina pesa. Kwa sio kwamba wanaenda pale kwa ajili ya maslahi ya taifa, ni maslahi binafsi. Kwa hiyo ukisha kuwa na kundi kubwa la watu wa namna hiyo, wewe una chama hatari sana. Maana una watu wanaoweza kujiuza kwako. Mtu akishajiuza kwako hawezi kushindwa kujiuza sehemu nyingine. Ndio mwenyewe. Kwa unatakiwa ujue kwa watu wanaojiuza hivi na kikundi gani cha vijana ambao hawezi kujiuza. Ndio unakutana na wale kama wakina Gwajima. Kwa watu kama wale utakiwa uwakusanye kama 20-30. Kanao ndani. Waweke kama hazina. Alafu wakanye ni private. Bwana, next time ukiwa na kitu kama hiki njoo nione ni pesa. Tufanye tuongee. Yes. Tutengeneze nchi. Sasa vile ukianza kushindana naye labda umtoe asiwepo, hautamziba mdomo, labda umuue. Sasa hiyo ndio ubaya wa kupambana na watu ambao wana ability kubwa. Atatafuta tu njia nyingine ya kutobokea. Ana akili kubwa. Na atakuataki tu. Kwa hiyo utakuwa hujamnyamazisha. Na nadhani Tundu Lissu akimaliza kesi atanyamaza? Ni ngumu. Ataendelea? Ni ngumu. Dawa pekee ya kumweza ni kumtoa jela Oktoba 15, 2025. Kesi ndio iishe. Ndio iishe. Tumalize kesi pale, kijana rudi uraiani, sasa amue anagombea au agombei. Lakini ukimtoa sasa hivi mapema, atatusumbua. Kwa tumtoe Oktoba 15, 2025. Zimebaki siku ngapi hapa? Siku 10 za uchaguzi. Kama imwachie huru sasa afanye mambo mengine. Sasa wewe atasumbua tu. Kwa hiyo inatakiwa kama taifa na sijui kama wanasiasa wetu wanafanya analysis ya generation walizonazo kwenye taifa. Ndio. Moja ya changamoto ambayo tuko nayo sasa hivi kwenye taifa letu, taifa letu halina vijana machachari, ni wachache sana wanahesabika. Sasa taifa ambalo linapungukiwa vijana machachari ni taifa hatari sana kuishi. Maana wanaweza kujiuza, wanaweza kununulika na wakafanya chochote. Wanaweza kutumika. Na unakumbuka vijana hawa wamemaliza chuo kikuu, hawajapewa elimu ya kujitegemea. Lakini pia hawana ujasiri binafsi wa kutengeneza wealth yao. Wealth ya mali na wealth ya akili na self development. Mtu ambaye ana self development hawezi kuwa mrahisi kiasi hicho. Sasa hiyo ndio hasara ambayo taifa inalo. Mimi ukiniuliza, mimi binafsi napenda taifa liwe na watu kama Gwajima wengi. Kwa sababu inafanya nchi ichangamke na inafanya watumishi tunaowaajiri kwenye nafasi kubwa wafanye kazi zao, maana wanajua kuna watu wa kuwasema. Kama nikizingua nitasema. Na taifa linaheshimika. Unajua vita haianzi kupigana kwa silaha, inaanza kupigana kwa mdomo. Lazima tuwe na watu wenye uwezo wa kuhamisha maneno ya kichwa, kuhamisha fikra za kichwa kwenda kwenye mdomo. Zitoke nje. Umeona? Ndio maana vita vinaanza kwanza kutangazwa kwenye media kabla watu hawajapeleka silaha. Umenipata? Kwa hiyo mdomo una power yake. Kwa lazima tutengeneze wanasiasa ambao wana hiyo ability kwenye nchi yetu. Sio tu CCM au wapi upinzani wherever. Kote. Tunatakiwa tutengeneze watu wa namna hiyo. Upinzani watengeneze watu wenye nao wengi. Watu wenye uwezo wa kuisema nyeusi kwa rangi yake, nyeupe kwa rangi yake. Lengo letu ni Tanzania kuna wili na kuandaa. Lengo si tuna focus kwenye nchi. Tutengeneze generation. Kwa sababu ukiniambia mtu kama Gwajima hatumtaki, sasa nchini kwetu utamfundishaje mtoto mdogo wa kiume mwanaume anatakiwa kuwaje? Mwanaume moja ili athaminike. Mwanaume anatakiwa kuwa jeuri kwa sababu analinda familia, anajipambanua. Na kujipambanua. Sasa utatulazimisha wanaume wote tu wanawake? It's impossible. Haiwezekani ba. It's impossible. Mwanaume lazima ujiamini. Mwanaume sio kulialia na kusifusifu mama. Huyo sio mwanaume, amesha left. Hapo ni ponjoro. Mwanaume anavaa vitenge. Sasa unajua mimi nikiangalia political psychology ya nchi yetu, watu wanahamishwa hata gender behavior, wanahamishwa gender za kike. Wanaume siku zote ni watu wa kubishana kwa hoja. Ubishe uje bwana mimi hiki. Watu wanaokubali mambo ni wanawake, maana they are emotional. Sisi tunabishana kwa hoja mpaka akili zetu ziingiliane zikae sawa. Kumbe ndio hivyo hapo. Basi fresh.
Unajua wanaume hawapigani. Ila wanataka ule ubishani mpaka kila mtu poa, haina noma. Sasa huu ubishani unauawa na malezi huku chini. Sasa ulazimishi wanaume, yani kupitia political agenda yako ulazimishi wanaume wote wewe wanawake. Haiwezekani. Sasa utamfundishaje mtoto wa kiume wa nchi yako kama mwanaume bwana? Unatakiwa kuwa imara. Kama nani? Kama Idi Amin. Au kwetu huko. Wewe ya Nyerere akusikia mke pale Butia. Umeona? Kuwa kama Traore, kajipambanua. Sasa utamfundishaje mtoto wa kiume wa shule ya msingi? Kuwa kama nani? Tufanye tu research kama mimi nakosea. Wazazi wafanye research, waulize watoto wao. Hapa Tanzania. Waulize watoto. Yaani ukitaka kujua kwamba taifa limeishiwa, wanaume. Nenda shuleni, uliza watoto. Wewe ukiwa mkubwa unataka kuwa kama mwanaume gani? Mwanaume yupi nchi? Hamna, atajibu nani? Ukikuta mtoto anataja wale jamaa wana katika viuno kule. Takuwa Pididi yuko karibu. Wale wanao katika viuno. Maana sasa hivi Afrika imewekeza kwenye watu wanao katika viuno tu. Umeona? So wanaume, Afrika ina wanaume jeuri wakina Shaka Zulu. Kina Sankara, kina Kinje Kitile Ngwale, kina Mtwa Mkwawa. Mkwawa aliyeua Wajerumani 300 wakalaza. Umenipata? Hiyo ndio asili ya Afrika. Yaani ukiambia mtoto siku ukiwa mkubwa unataka kuwa kama nani? Mwanaume yupi? Mwanaume yupi nchi hii? Amseme bila kupepesa macho. Nataka kuwa kama Tundu Lissu. Nataka kuwa kama Gwajima. Nataka kuwa kama Mwabukusi. Nataka kuwa kama Magufuli. Nataka kuwa kama Nyerere. Bwana. Mtoto ajipambanue. Nataka kuwa. Sasa wanaume wameisha sasa hivi. So mimi katoto akajuka nataka kuwa kama nani? Unajua shida ya nchi hii ni kwamba tumesensualize maisha yetu. Badala ya wanaita nini? Context. Maisha yetu yako kwenye context. Yako kwenye sensuality. Labda na hiyo issue wa warrior, makabila karibu yote yalikuwa na warriors. Wa Masai, Wasukuma, Wakuria. Walikuwa na mashujaa. Sasa ili tuwe na mashujaa lazima tuwe na context. Content. Ni content. Sasa sisi tumesensualize life. Miziki, madrama, kucheza. That's not life. So yetu ya Afrika kidogo sana kwenye maisha. Cha ziada. Maisha yetu yanahitaji kujipambanua, maana bado kuna watu wanataka kutudominate. Kwenye mikataba huko nje tunakotuma watu wanatudominate. Unaona ule mkataba wametuma maprofesa wa madini, mjadala wa madini. Profesa hana cha kuongea na ametoka chuo kikubwa tu hapa nchini. Na ni profesa yule, imagine. Hana content. Hawezi kujipambanua. Ziko za makaratasi. Sasa kesi kama zile peleka watu kama Gwajima, mbona asubuhi na mapema kuna kucha. Tunataka vijana wa vile jeuri. Kwa mimi sijaona kibaya alichokifanya. Ila naona tu watu wanarukaruka kama mapopcorn kwa sababu they are not invested in content. Kwa hiyo wanamjibu emotionally. Na wanamjibu in a personal perspective. Not scholarly perspective. So philosophically. Sababu yeye kazungumza falsafa zile. Yeye amezungumza kwenye uwanda wa kisomi. Jibu hoja kwenye uwanda wa kisomi. Usijibu kwenye uwanda wa ngazi ya familia. Mama nani amenisema hoja nikamsuti. Anijui vizuri. No. Alafu tukumbuke hali masuala ya nchi. Hatuendeshi vikoba hapa. Kwamba ulikopa 70,000 rudishi. No. Hii ni nchi. This is the country. Umeona, unaongoza watu wenye akili timamu na mafala. Wapo wote. Sasa usitumie uwezo wa mafala wengi kuongoza na watu wenye akili timamu wengi. That's a problem. Ambayo inatukabili sisi. Kwa watu kama kuna Gwajima ni wakutunza, ni hazina za nchi. Ni hazina za bara hili, sio nchi tu. Ni bara hili. Bara hili linapungukiwa watu wa aina hiyo. Maana vijana wote sasa hivi wana left magroup. Wote wanapaka wanja, wote wanatinda nyusi. Kwa sababu najiuliza mwanaume wa kweli atoke mbele asimamie msimamo wake bila kuogopa chochote. Ndio mwanaume. Bila kuogopa mama atasemaje, shangazi mke atasemaje, wabunge watasemaje. Mimi bwana mimi ninachoamini ni hiki, kwamba mimi utekaji kwangu hapana. Wengine wote mnyamaze ila mimi nitasema. Ndivyo alivyosema. Na ni kweli kwa sababu yani
taifa la watu timamu, watu wenye upeo mkubwa, hauwezi kubadili mambo kwa kuteka watu. Haya mambo ya kutekana ni udhaifu. Okay. Wewe kama unajiona mwamba, njoo kwa hoja, jadili kwa hoja. Unaogopa nini? Kwa sababu kila mtu ana haki ya kuwepo kwenye uso wa dunia na kuondoka kwa muda aliopanga yeye. Okay. So wewe upange muda wa kuondoka mtu. Wewe ni mtu dhaifu. Maana yake ni kwamba una hoja. Unaogopa nini? What are you fearing? Unaogopa nini? Kwa sababu haya ni maneno tu mtu anazungumza. Wewe unaogopa nini mpaka umteke? What are you fearing? Au unaficha nini? Kwa sababu hicho unachokiogopa kuna siku utaondoka, utakufa, utakiacha. Bora mjadiliane kwa hoja. Mjadiliane tu ibaki kwenye kumbukumbu bwana. Watu walijadiliana. Tukafikia hapa. Hizi ndio zilikuwa minutes zao. Sio kwamba bwana mmoja alitoa hoja wengine wakamchukua wakampoteza. Sasa hiyo that's a weakness. Ni historia mbaya kabisa. Alafu natakiwa ujue taifa letu sasa hivi lina miaka 60. Huyu ni mstaafu kabisa huyu. Okay. Taifa limekomaa. Umri. Sasa huwezi kutegemea matukio kama haya yanakuwepo. Matukio kama yanatakiwa yawepo kwa maslahi mapana ya taifa. Yaani kama hawa watu wamekuja kutuvuruga kwenye michongo yetu ya kitaifa. Sasa hapo tutajua namna ya kufanya. Hapo sawa. Yaani za ndani kule tutajua kwamba huyo. Ndio wamekutuma. Anataka kuharibu maslahi ya taifa. Za ndani kule sawa. Hizo za hapa sisi kwa sisi. Sasa tena sisi kwa sisi. Ndio labda huyu mtu anataka kutuuza huko kwa nani hao jamaa kwa Ukraine. Puppet labda Ukraine. Hata wanajeshi. Huyo tukimkuta. Hata wanajeshi watu tunafanyaje mtu kinyume na sisi? Huyo tukimkuta tumshone. Tunashonana. Kwa maslahi ya jeshi. Lakini tu hapo kupiga mdomo. Vitu vyepesi hivi. Unajua kuna vitu unaangalia unasema kuna shida gani? Mbona watu wanachukulia mambo ambayo yanatakiwa zungumzo kwenye space kubwa ya kisomi wanayachukulia personal. Kwa sababu kuna watu wengine hata ukiangalia ni uvurugaji tu wa rasilimali. Kuna watu wengine ukiwasikiliza hata wamezungumza ni uvurugaji wa rasilimali. Na kuna watu wengine wakizungumza inatakiwa muwasikilize, mjenge hoja. Mimi sijui nani wamemvamia wewe Father Kitime. Kitima. Lakini alikuwa anajenga hoja pia kuhusu masuala ya anajenga hoja ambayo ina mashiko. Umeona yule ni mwanazuoni yule. Sasa kama wewe unasomesha watu alafu hutaki wazungumze, mwapeleka kusoma ili iweje? Choma vyuo vikuu. Mazao ya Nyerere haya. Choma vyuo vikuu. Wapeleka vyuo. Maana huwezi kutupeleka chuo, unatutengea na kipindi cha debate. Alafu baadaye tukimaliza shule utaki tufanye debate. Why? Choma vyuo. Na sekondari zote zichome. Choma basi vifanye vyuo vyote ni ofisi za chama chako. Na vijana wako wanaokusifu na kuabudu waende wakae kuwape na vyumba vya kulala na madem zao. Maana sasa ina maana gani kusoma? Hiyo ni mbaya. There is no need. Kumbe maana ya vijana kuwasomesha maana yake. Maana ya kusoma maana yake ni kwamba tuje tukuchangamshe. Okay. From the family level. Okay, baba anachangamshwa. Baba anatakiwa changamshwe. Baba unimpeleka shule. Babu wote. Baba acha nikuchangamshe. Usiniite mbishi. Mimi umenipeleka shule, acha nikuchangamshe. Sasa unipeleke shule alafu utaki nije niishi tena kwa akili zako ambazo umezizoea. Maana kuna lazima nikuoneshe kwa bwana nimeenda shule, ndio nipeleka nimeenda shule nimepata exposure hii. Sasa this is my new mindset. Kuna wazazi wanalalamika bana. Yaani ningejua nisingekusomesha. Yaani umekuja na argument. Sasa alizani kwenda shule ni kufaulu mitihani. Unajua wazazi wengi labda wanadhani kwenda shule ni kupata cheti. No. Kwenda shule ni ile mind exposure unayopata na mindset mpya unaotengeneza. Na ndio maana ya kuwapeleka wanasheria kama hao. Sasa wewe kama umepeleka mtu shule umempa na mikopo umempa na nini? Alafu baadaye akija akitaka kutoa practice kile alichokipata kule unamzuia. Chukua shule, vyuo vyote choma. Kama huwezi kuchoma badilisha, viwe wafugie kuku watu. Viwe mageto ya vijana wako wanakusifu. Waite wale vijana wako wanakusifu wagawie. Wewe utachukua domu hili paka kule. Kaa na madem zako. Muishi huko. Muishi. Muendelee kunisifu. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Haina sababu. Kwa hiyo kumbe kusomesha vijana watu maana yake waje wakuchangamshe. Ili nchi iende mbele. Mimi sasa hivi nasema wazi. Ningekuwa sijasoma chuo kikuu hapo. Currently we don't have universities. Kwa sababu tunawaadhiri waoga, tunaona vyuo sijui ni takataka gani, sijui mimi sielewi. Kwa hiyo
kama hakuna wanavyuo wanaweza kuitisha mijadala mikubwa, ni aibu. Yeah. Mambo kama haya tunazungumza hapa, ilitakiwa ni mjadala inafanyika chuo kikuu kimoja, watu wanajadili, lakini waziri wote wanawaza sasa hivi kuteuliwa, wao wakurugenzi wa idara wanawaza kuteuliwa ubunge, wanawaza kupewa nafasi ya ubunge. Sasa unaniambia una chuo kikuu, sio kuisaidia nchi, sio kusaidia nchi. Kwa hiyo kile chama ambacho tunasema ni chama kikubwa kimesha change falsafa. Sasa hivi kimebaki kwenye personal achievement. Na kwenye public achievement naona imebaki kidogo. Maana wengi wanaoingia kule wanaenda kwa personal interest. Lakini hata hapo mbele wanawaza kura kwanza. Yes. Sio wana base kwenye falsafa yao waliokuwa nayo kwenye chama. Ya tangu kwenye tano kule. Yes. Kwa sababu hata nikiangalia ilani, I see some weaknesses. I see a lot. So kidogo. Okay. I see. Sawa. Japo kwa watu wa kawaida wanaweza kuona ni kitu maridadi. Wewe kuniambia tutaboresha elimu kwa kujenga madarasa. It can't be. Tushavuka huko. Tushavuka stage ya kujenga madarasa. Sasa hivi tuna AI. Mimi nikajua utaboresha elimu kwa kuleta computers. Kwa kufunga minara ya simu. Kwa mfano hapa tulipo mtandao tu ni shida. Hapa tu. Mimi nadhani hivyo unaboresha elimu. Unaboresha elimu kwa kujenga eti kuongeza walimu. Walimu wa kazi gani wakati kuna AI? There is no need ya walimu. Akirudi mtoto nyumbani kila kitu anakisoma. Kila kitu anasoma nyumbani. Na hata akimhitaji mwalimu anamtafuta hapa anamuona. Sio lazima tuende shule kusoma. Mwalimu afundishie nyumbani kwake na sisi tuko kwetu. Sio lazima tuende shule asubuhi. Mimi ni mmoja wa watu ambao na hate watoto kwenda shule asubuhi, maana tuna program kuwa wafanye kazi wakati hatuko zama za wafanye kazi. Watoto wanatakiwa waende shule saa 4. Saa 4. Mtoto aachwe alale. Masaa mawili hapo. Mtoto unampa stress. Saa 11. Saa 11 mtoto anampa shule anaenda kufanya nini? Maana logic ya kupeleka watoto shule asubuhi, watoto wa shule ya msingi na kadhalika, na sekondari, kuandaa logic ulikuwa ukoloni kumwandaa kwa ajili ya kuwahi Maryland. Maryland yale achukuliwe. Mimi mama yangu alikuwa mtumishi wa serikali. Kwa hiyo nakumbuka asubuhi alipokuwa anaondoka. Nilikuwa naondoka naye asubuhi na usingizi unabebwa, mzee mnaenda kumnawahi Maryland. Anaenda kazini mama. Kwa watoto waende shule saa 4, saa 6 warudi nyumbani. Warudi nyumbani. 2 hours. Anakaa huko anafanya nini? Mwalimu mwenyewe unamkuta ofisini amelala, ameshaboeka. Mambo bana haya. Kwa hiyo hivyo ndio utaniambia unaboresha elimu. Lakini huwezi kuniambia utaboresha elimu kwa kujenga madarasa. Utaboresha afya kwa kujenga vituo vingi vya afya. No. Hizo ni agenda ambazo tunatakiwa kujadili. Tujadili kwamba je, tunatumia akili ipi kuunda ilani? Akili ya mwaka 77 au akili 2080? Okay. Kwa nini twende mbele? Unajua inatakiwa twende 2080 ndio tuilete hapa kwenye 2025. Okay. So tuchukue 77 tunaleta 25. We are backward. Kwa akili zetu tunaweza kurudi nyuma. Yaani akili zetu inafanya kazi, mimi naweza nikasema ilani inafanya kazi kurudi nyuma. Hata vitabu mimi nimeisoma. Hata vitabu vile si mambo yale. Vitabu vile inafanya, yani kama vile vitabu vyetu vile. Yule ndugu wa Mbuguni. Vyote vinafanya kazi kurudi nyuma. Yaani hapa tuko hapa, tunarudi mwaka 1500. Walitenda dhambi, tunarudi miaka 2000 jamaa alivyosepa. Adam na Eva alikosema. Alafu ufunuo tumewaachia pale. Kumbe takiwa tuanzie ufunuo. Twende mbele. Sio tuanze mwanzo, takiwa tuanze ufunuo ndio twende huko. Ufunuo tukabuni mengine yetu kule ya mwaka huo. Yaani ufunuo tupe mwanzo. Tunafunuliwa. Yaani tuanze kufunuliwa. Sasa tunaanza na mwanzo. Can you imagine? Bwana yataisha. Lakini generally sasa kama nchi sasa tumalizie kwa dakika 1-2 kwamba kama nchi watu wenye akili kubwa wanatakiwa watumiwe sana. Labda pengine kuwakandamiza watu wenye akili kubwa tumerithi kutoka kwa wakoloni. Lakini hata wakoloni walikuwa wanachukua mapuppet wenye akili kubwa wanafanya nao kazi. Sio kurithi. Ni udhaifu tuliotengenezewa na nani? Kuogopa watu wenye uwezo mkubwa na wakoloni. Okay. Kama walivyokuwa na waua kina Mkwawa wenye uwezo mkubwa kina Kinjekitile Ngwale. Kuona sisi tumeadapt, is not our watu wenye uwezo mkubwa ambao ni wabishi
sio wabishi, watu wanaweza kujipambanua. Ndio walikuwa wanaogopeka. Koloni akawa anawadhibiti. Okay. Sasa na sisi tumeadapt, tunataka kuwadhibiti badala ya kuwatumia. Wakina Gwajima, yes. Watu wenye akili. In nature watu kama Gwajima tunawatumia, hatuwadhibiti. Okay. Ndio maana wa Afrika Wahehe wa kumdhibiti Mkwawa walimtumia kama shujaa wao. Mjerumani ndiye alimdhibiti Mkwawa. Mjerumani ndiye alimdhibiti Kinjekitile Ngwale. Umeona bwana? Kwa that's a challenge, tunatakiwa tutumie mashujaa wetu tuondokane na hiyo slavery mentality, colonial mentality. Kinachotokea sasa hivi ni colonial mentality. Ipo. Yaani ukiona hawa sijui machawa chao wanamjibu Gwajima, they don't know what they don't know. Ni colonial. Hawajui wanatumia akili ipi, wanatumia akili inayofanya kazi kurudi nyuma. We have to use our mind forward, sio backward. Kwa sababu kama tunapeleka profesa nje aende kutetea madini na anashindwa mjadala, watu wanamkebehi, so unatakiwa ujue tu kwamba tuna problem mahali. Tuna problem. Kama Nyerere aliweza kutengeneza watu kama kina Samuel Sita, wakina Jenerali Ulimwengu na wenzao, aliwatengeneza. Sisi hivi tunaogopa nini? Tuache watu huru watengeneze. Sawa, hata kama na wao walidhibitiwa. Lakini mbona wapo? Tumewaona. Na umelisaidia taifa kupiga hatua kutoka pointi moja kwenda nyingine. Waache watu wanaojipambanua, watalisaidia taifa. Ukibaki na watu dhaifu tu, nani atakusaidia taifa? Nani atatisha maadui? Hapo nani atatisha wazungu? Lazima uwe na mtu anayetisha, anakusaidia kutisha maadui. Anawatisha huko. Unamtuma kwenye mission. Sasa usipowatumia watu hawa kwa faida ya taifa lako, wataenda kule wajiuze, waje huku kunani kukusumbua. That's a challenge. Ndio maana wanasiasa wetu wengi wanaenda kupata fund nje. Maana hapa ndani umeshindwa kuwatumia, kuwapa nyenzo muhimu za kusaidia taifa. Kwa unapodili na watu ambao wanajipambanua, lazima ujue watu na deal nao in my personal perspective au ni my country perspective. That's a challenge ambayo ipo. Bwana, mambo hayataisha. Nadhani acha tuishie hapa kwa muda. Tunarudi. Shukrani sana kwa kuwa pamoja na sisi. Hii ni Wachokonozi. Wachokonozi. Ya moto baba. Takuwa naangalia na chambua. Asante.